Mtu wa kwanza ambao watakana umfikishie rahma ni nafsi yako. Nafsi yako ujihurumie, ujijali, ujifikishie khairi ambayo itakufaa duniani na itakufaa akhira. Lakini wewe ikiwa hujali nafsi yako, hujionei huruma, sababu za kuingia janna hufanyi na sababu za kuingia nar ndo wa kwanza wafanya, wewe hujajihurumia nafsi yako, bali umejidhulumu nafsi yako, bali umekuwa sababu ya wewe kujiingiza motoni. Na Allah yuataka tujihurumie. Azungumza na waumini asema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bada bin nafs, lazima uhurumie nafsi yako, uokoe nafsi yako, ufikishie khairi nafsi yako. Yale ambaye Allah amekuamrisha uyafanye na yale ambaye Allah amekukataza uachane nayo. Ikiwa kuna kiumbe watakana umfikishie rahma, number 1 nafsak. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba anayefikishia nafsi yake na kuitakasa amefanikiwa. Huyu ambaye anayefikishia khairi nafsi yake, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, kullu nnasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Asema sallallahu alaihi wasallam, kila mtu asubuhi hurauka, na katika hali ya kurauka kwenda kuingia katika dunia, kuna watu ambao wanaokuwa ni wenye kujiokoa nafsi zao wakajihurumia, na kuna watu ambao hawajali, wanajiangamiza mzima. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakiamka, wakitoka majumbani zao, kuna watu wanaokoa nafsi yao siku hiyo, na kuna watu ambao wanaangamiza nafsi zao. Hasa wewe jiulize leo, toka uamke, umeokoa nafsi yako ama umeangamiza nafsi yako? Ikiwa umeokoa nafsi yako, umeihurumia nafsi yako na umefaulu, qad aflaha man zakaha. Na ikiwa umeijiangamiza, hujajihurumia nafsi yako,